wimbi la damu ya Yesu linatutakasa. Aliumbia kusudi tupate uzima. Wimbi la damu naona naingia natakaswa. Bwana asifiwe sana. Utakasa, utakasa. Damu inasema kwangu, nasikia mvuto, inasema moyo wangu. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa chaneli ya Umwendo Gani Nyumbani, mimi ni mchungaji Fahari Kapange ambaye nimekuwa nikikuandalia vipindi hivi katika hiyo chaneli yetu ambapo tumekuwa tukijifunza neno la Mungu. Leo nakukaribisha tena kwa namna ya pekee. Karibu sana katika kipindi chetu kizuri ambapo tunakwenda kujifunza somo zuri sana ambalo litatusaidia katika maandalizi yetu tunapojiandaa kwa umilele. Leo tunaingia sehemu ya pili ya somo letu ambalo tulijifunza wakati uliopita, somo ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu. Leo tunaendelea sehemu ya pili kutoka pale tulipokuwa tumeishia wakati uliopita. Na nipende kukukumbusha kwamba msikilizaji wangu, ni muhimu kufanya yafuatayo unapokuwa unafuatilia vipindi hivi. Jambo la kwanza, hakikisha una subscribe katika chaneli yetu. Hii itakusaidia kuendelea kupokea mahubiri wakati naendelea kuyapandisha kila wakati. Hautapitwa na somo lolote ambalo nitakuwa nikilitoa. Kwa hiyo ningependa kukusihi kwamba angalia mahali palipoandikwa subscribe. Bonyeza hapo na utakuwa umejiunga moja kwa moja na hii channel ya Umwendo Gani Nyumbani, na kwa namna hiyo utakuwa ukipata masomo kila wakati nitakapokuwa na upload. Lakini jambo la pili, baada ya kusubscribe, pale chini kuna mahali kuna sehemu ya kucomment. Ningependa ucomment ili niweze kupata maoni yako, lakini pia wengine wananiombea. Na wewe ningependa nione unasema nini. Maoni yako ni yepi kwa ajili ya kuboresha vipindi hivi, lakini pia na maombi ambayo ungetamani mambo yawe. Basi ukiandika pale nitakuwa nimefarijika sana. Lakini jambo jingine, hakikisha una share. Angalia mahali utaona mshale ambao unaonesha kushare, au utaona maandishi yameandikwa share. Basi ukibonyeza hapo itakuletea link ambayo unaweza kaisambaza kwa marafiki zako ili wawe sehemu ya wale ambao wanaopokea ujumbe huu muhimu unaotuandaa kwa ajili ya kuja kwake Kristo mara ya pili. Lakini usisahau pia kubonyeza mahali palipoandikwa like. Kwa hiyo mambo hayo manne ni ya msingi kuyafanya: subscribe, comment, share na kisha like. Sasa kabla hatujaanza na somo letu leo, napenda nikualike tuombe ili tupate baraka za Mungu tunapoanza kipindi hiki. Tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tuko mbele zako tena, tunahitaji kujifunza neno lako. Tunakuomba na kukusihi kwamba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi tunapoendelea na darasa hili la kujifunza maneno yako matakatifu. Msaidie msikilizaji, mtazamaji, nisaidie na mimi pia. Wote tuwe na Roho wako atakayetusaidia katika maandalizi yetu. Mwisho utakapokuja, tuwe miongoni mwa wale ambao watakulaki kwa shangwe katika mawingu. Ninaomba uwe nasi mpaka mwisho katika jina lake Yesu. Amen. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyosema, kipindi kilichopita nilikuahidi kwamba ningeendelea na sehemu ya pili
ya lile somo letu la kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu. Tulijifunza nini kwa ufupi? Kwanza ningependa kukushauri kama hukusikiliza somo lililopita, kabla hujasikiliza sehemu hii ya pili, ni bora hebu ingia utafute somo ambalo linasema kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu. Utajifunza sehemu ya kwanza, na ukishajifunza utakuwa na uwezo wa kuelewa vizuri kabisa sehemu ya pili ambayo ninaendelea nayo leo. Kwa hiyo nikusihi sana mpendo mtazamaji na msikilizaji kwamba litafute lile somo la kwanza, kwa sababu itakufanya uelewe vizuri zaidi. Lakini kama ukidrop ama ukiingia moja kwa moja kwenye hili somo la pili, unaweza ukashindwa kuelewa baadhi ya vitu fulani. Lakini kwa ufupi, somo la kwanza tulikuwa tumejifunza kuhusu ubatizo. Kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu ni ubatizo. Mtu anayekwenda kubatizwa anakuwa ameamua kuifia dhambi, na sasa dhambi haitawali ndani yake tena. Na mara baada ya kufanya uamuzi wa kuikataa dhambi katika maisha yake, basi mwanadamu anakwenda kaburini, kaburi la maji, anazamishwa ndani ya maji, anazikwa ndani ya maji, kitendo ambacho ni tangazo la kuikiri imani. Maana kwa kufanya hivyo anakuwa anajiingiza katika kundi la wanafunzi wa Mungu au kanisa la Mungu. Na tukaangalia ya kwamba upi ni ubatizo wa kweli, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanazidi kubuni vitu vingi. Tulisoma neno la Mungu, aya nyingi katika kitabu kitakatifu, neno la Bwana, tukaona kwamba ubatizo wa kweli ni ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Maana kwa kufanya hivyo unakuwa umezikwa pamoja na Yesu, ambaye mara baada ya kubeba mzigo wa dhambi za ulimwengu akazikwa katika kaburi la Yusufu na akafufuka akiwa ameshinda mauti. Na wewe vivyo hivyo, unapokuwa ule mzigo wa dhambi unaokulemea, unapoamua kuupeleka miguuni pa Kristo, basi huna budi kuungana na yeye katika mauti yake, yeye aliyezikwa, na wewe huna budi kuzikwa. Ndipo sasa unakwenda kuzika mwili wako majini. Unapoinuka kutoka katika maji, unaibuka ukiwa na maisha mapya na kuanza kutembea katika Kristo mpaka ajapo. Sasa leo tunaingia katika sehemu ya pili ya lile somo la kifo kinachotukuza Mungu, kifo cha hiari. Leo tunaingia sehemu ya pili kwenye kipengele ambacho kinasema vigezo vya kibiblia kwa mtu anayetaka kubatizwa. Hapa tutakwenda kuangalia kwa ufupi vigezo vya kibiblia kwa mtu anayetaka kubatizwa. Hivi katika hatua hii ya ubatizo, mtu anapohitaji kujifanya kuwa mwanafunzi au anapohitaji kurasimisha ukubali wake wa neno la Bwana ambao anakuwa ameupokea baada ya mahubiri, ni nani mwenye sifa? Ni vigezo vipi ambavyo anapaswa kukidhi ili afae kwa ubatizo? Je, ni mtu yeyote anaweza kubatizwa? Tunaweza tukabatiza mtu yeyote? Lakini jambo la pili, tunaweza kuwabatiza watoto wachanga? Hivi ni vitu ambavyo tunahitaji kuvitazama katika somo letu leo. Sasa tunahitaji kusoma neno la Mungu. Unajua, katika kipindi chetu tumekuwa tukijikita zaidi kuliangalia neno la Mungu, si kuangalia theories au kuangalia nadharia mbalimbali ambazo wasomi wanasema, wanafalsafa wanasema. Tunalitazama neno la Mungu zaidi linataka nini. Na aya ya kwanza ambayo tutaanza nayo leo, tunapojifunza vigezo vya mtu anayetaka kubatizwa, basi tutaanza na kitabu cha Mathayo sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza na lile mpaka ile aya ya 6. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 aya ya kwanza mpaka aya ya 6. Vigezo vya kibiblia kwa mtu anayetaka kubatizwa. Tutabatiza mtu yeyote? Mtu anasema mimi ninaamua sasa kuikiri imani, nimesikia mahubiri, nimeelewa, sasa nahitaji kubatizwa. Awe na vigezo vipi huyo mtu? Anasema mchungaji, mimi nahitaji kubatizwa. Awe na vigezo vipi huyo mtu?
Sikiliza, Mathayo sura ya 3 fungu la 1 mpaka 6 anasema, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Sasa mtazamaji na msikilizaji, hapa ili kuweza kujua ni nani anayeweza kufaa kubatizwa, ni vigezo vipi mtu anapaswa kuvikivi ili afae kwa ubatizo. Jambo la kwanza tunaloliona hapa, anasema fungu la 1, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi. Sasa jambo la kwanza tunaloliona hapa, Yohana alihubiri. Kazi ya kwanza ambayo Yohana aliifanya iliyowatayarisha watu kwa ajili ya ubatizo mto Yordani ni kazi ya kuhubiri Injili. Kwa hiyo Yohana alihubiri kwanza. Baada ya kuhubiri ndipo watu walipomwendea kwa ubatizo. Ni baada ya kazi ya kuhubiri aliyokuwa anaifanya Yohana katika nyika ya Uyahudi. Kitabu cha Matendo sura ya 16, Matendo ya Mitume sura ya 16, nitaanzia ile aya ya 25. Kitabu cha Matendo 16 aya ya 25, pana kisa cha Paulo na Sila waliokuwa wamefungwa gerezani. Sasa sikiliza aya ya 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaaza sauti yake kwa nguvu, akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. 29. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Sasa sikiliza fungu la 30. Kisha akawaleta nje, akauliza swali la muhimu sana, akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Fungu la 31. Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Kwa jambo la kwanza wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, ukifanya hivyo nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Nenda 32 sasa. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Je, unakiona kinachotajwa hapa katika Matendo sura ya 16 kwamba kinafanana na kile alichokifanya kwanza Yohana katika nyika za Uyahudi? Maana Biblia imetuambia kwamba Yohana katika nyika za Uyahudi akahubiri. Baada ya kuhubiri, watu wakamwendea, akawabatiza katika mto Yordani. Na hapo naambiwa Paulo na Sila mara baada ya kuomba na kuimba katika gereza, milango ya gereza ikafunguliwa, na huyu mlinzi wa gereza anashangaa muujiza wa milango ya gereza iliyofunguliwa. Sasa anauliza swali, yanipasa nifanye nini ili na mimi nipate kuokoka? Wanamwambia, mwamini Bwana. Lakini hiyo tu ya kusema mwamini Bwana haijatosha. Ndipo aya ya 32 anasema, wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu waliomo nyumbani mwake. Paulo na Sila wakahubiri neno la Bwana. Alafu sasa ndipo unakuja mwitikio wake katika
lile fungu la 33, anasema akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo huo. 34, akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Kwa hiyo hapa tunaambiwa tena Paulo na Sila wakatoa darasa kuhusu neno la Mungu, ndipo huyo mlinzi wa gereza na watu wa nyumbani mwake wakabatizwa. Kwa hiyo kazi iliyotangulia kwa Paulo na Sila ilikuwa ni kutoa darasa kuhusu neno la Mungu, alafu ndipo mlinzi wa gereza akaamua kubatizwa yeye na watu waliokuwamo ndani ya nyumba yake. Kitabu cha Matendo sura ya 2 na ile aya ya 37, kitabu cha Matendo sura ya 2 37 na 40 mpaka 41, nitasoma yafuatayo. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na ile aya ya 37, anasema walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Sasa hapo naambia walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao. Kuna hotuba ambayo Petro hapa aliitoa, na hiyo hotuba ilikuwa hotuba kali sana, ambayo ikafanywa mioyo yao iugue, ikafanya mioyo yao ichomwe kweli kweli. Petro alihubiri, Petro alisema maneno ambayo yalichoma mioyo yao. Nenda fungu la 40, aya 40, anasema akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Hotuba ya Petro bado alizidi kuirefusha. Na 41 anasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Unajua watu hawakubatizwa tu, wameibuka tu, hawajatoka kokote eti wameibuka tu wabatizwe. Hawakuja from nowhere. Si watu ambao waliibuka tu, hawajatoka mahali popote, wanakuja tu wanasema nibatize. La hasha. Kuna vigezo ambavyo mtu anahitaji kubatizwa anapaswa avikidhi kwanza ili awe tayari kwa ubatizo. Kwa Petro akalishuhudia neno la Bwana. Baada ya kulishuhudia neno la Bwana, maana yake Petro alihubiri, alafu watu 3,000 wakalipokea neno hilo, kisha wakabatizwa. Kitabu cha Marko sura ya 15, sura ya 16, kumradhi, Marko sura ya 16 aya ya 15, neno la Bwana linasema maneno haya ya Yesu mwenyewe. Marko sura ya 16 aya ya 15 na 16, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Umeona Yesu anachokisema hapa tena? Anasema nendeni ulimwenguni kote. Baada ya kutawanyika kwenda ulimwenguni kote, kazi ya kuanza nayo, hubirini injili. Baada ya kuhubiri, mwitikio, atakayeitikia mbatizeni, huyo ataokolewa. Kwa anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa ni vivyo hivyo hapa tena Yesu anasema kazi ya kuanza nayo mnapotawanyika ulimwenguni, enendeni mkahubiri. Kwa hiyo tulianza na Mathayo. Yohana alihubiri katika nyika ya Uyahudi. Tumeenda kitabu cha Matendo sura ya 16, Paulo na Sila walihubiri kwa yule mlinzi wa gereza na watu waliokuwa nyumbani mwake. Lakini tunakuja Matendo 2, Petro alihubiri na watu wakachoma mioyo yao, wakajitoa kwa ubatizo. Na kisha Yesu anasema enendeni mkahubiri, na atakayeamini abatizwe. Sasa ni mambo gani ambayo mtu anapaswa ayafanye kwanza ili afaye kwa ubatizo? Kwa aya zote tulizosoma, yako mambo matatu hapo ambayo ni muhimu uweze kuyafahamu. Yako mambo matatu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Jambo la kwanza kutoka katika aya zote tulizosoma, jambo la kwanza ni lazima mtu afundishwe kuhusu Mungu. Hili ni jambo la kwanza, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Ni lazima mtu afundishwe kwanza kuhusu Mungu. Kwa mtu haweza akaibuka tu,
hakuna chochote kilichofanyika dhidi yake kumwelekeza neno la Bwana, haiwezekani. Ni lazima afundishwe kwanza kuhusu Mungu, ni nani, amefanya nini na atafanya nini. Baada ya ubatizo itahitaji kuwa na falsafa nyingi za maisha, na ndiyo maana mtu anatakiwa afundishwe kwanza, kwa sababu ukishabatizwa utahitaji kuwa na falsafa nyingine ya maisha, ama tuseme mtindo mwingine wa maisha ambao utalazimika kuhudumisha huo mtindo au kudumisha hizo falsafa mpaka mwisho wa maisha yako. Sasa huwezi ukabatizwa alafu kaendelea na maisha yako unayoyajua wewe. Ubatizo unahitaji kubadili falsafa za maisha, unahitaji kubadili mtindo wa maisha. Kwa hiyo ni lazima ukae chini ufundishwe kuhusu Mungu kwanza. Kwa hiyo darasa la kuhusu Mungu unatakiwa ulipate kwanza. Ukikusanya aya zote nilizosoma zinataja kuhubiri, kutoa neno la Bwana, alafu na kulishuhudia neno la Bwana, na kisha Yesu anasema enendeni mkahubiri. Kwa hili ni jambo la kwanza. Lakini sikiliza, jambo la pili ni lazima mtu aamini kile anachofundishwa au anachohubiriwa. Yaani kufundishwa tu haitoshi, unatakiwa ukubali kile ambacho umefundishwa, ukiamini. Kwa mfano kwenye Marko Yesu anasema mkahubiri injili kwa kila kiumbe, alafu aaminie, anataja aaminie. Kwa hiyo injili itakuwa na mwitikio wa kuamini. Yule ambaye atasikia neno la Bwana likihubiriwa na mwishowe akaamini, basi huyo atafaa kwa ubatizo. Lakini Matendo 2:37 ametumia maneno ya waliolipokea neno la Bwana wakabatizwa, au waliolipokea neno la Mungu wakabatizwa. Kwa hiyo hii ni sawa na kuamini, kwamba unafundishwa halafu unakipokea kile ulichofundishwa, umekiamini. Hii ni sifa ya pili ya mtu anayetaka kubatizwa. Ni lazima mtu aamini kile anachofundishwa au anachohubiriwa. Lakini kwenye Matendo 16 tunaambiwa ile aya 34 kwamba mlinzi wa gereza akawaandalia chakula, akafurahi kwa sababu amemwamini Mungu. Hebu nisome hii aya, Matendo sura ya 16:34. Matendo sura ya 16:34 anasema, akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Baada ya kufundishwa neno la Bwana unapaswa umwamini Mungu. Kigezo namba 3, sifa ya 3, ni lazima afanye toba kwa maisha yake ya kabla ambayo yalikuwa hayapatani na neno la Mungu. Lengo la injili ni nini? Injili ni kukufundisha kwamba kuna maisha ambayo unayaishi sasa hayapatani na neno la Mungu, na Mungu anapohitaji uwe mtoto wake atahitaji usiendelee na maisha ya namna hiyo tena. Na ndio maana nimesema kuna umuhimu wa kufundishwa kwanza, kwa sababu unahitaji kutengeneza falsafa mpya za maisha, unahitaji kutengeneza mtindo mpya wa maisha. Sasa neno la Mungu linapokujia linakuelekeza ni wapi ulikuwa unafanya makosa. Utakapobatizwa usiishi tena katika makosa. Kwa hiyo ni lazima afanye toba kwa maisha yake ya kabla ambayo yalikuwa hayapatani na neno la Mungu. Sikiliza, kwa mfano unaweza ukaletewa injili, alafu unapoletewa injili una wake wengi. Hebu nitoe mfano. Unaweza ukawa una wake 3, una wake 2, una wake 4, una mitala. Sasa injili inakufikia, injili inakwambia huo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni lazima uwe na mke mmoja. Sasa wewe unahitaji kubatizwa. Huwezi ukasema nibatizeni, nina hawa wake zangu 3 na wapenda wote, nitaendelea kuishi nao, lakini Mungu nimemwamini. Ni lazima ufanye toba, ukiri kwamba kitendo cha kuwa na wake wengi hakikubaliani na neno la Mungu. Na baada ya kukiri, sasa unachukua hatua, unawaacha wote, unabaki na mmoja. Alafu unakwenda kupiga magoti, Mungu akusamehe uchafu uliokuwa unaufanya, na ndipo unapokuwa tayari kwa ubatizo. Mfano wa pili, ulikuwa na matunguri, ulikuwa mshirikina, ulikuwa na matunguri ya kutosha.
Sasa unahitaji kubatizwa. Huwezi kubatizwa alafu na matunguli nyumbani umeyahifadhi kabatini au umeyachimbia mahali au kwenye eneo lako pale nyumbani kwako umeyachimbia mahali. Haiwezekani. Ni lazima uyasalimishe hayo matunguli, yachomwe moto yote. Hapo utakuwa tayari kwa ubatizo. Hii ni toba. Lakini jambo la tatu, nakupa mfano wa tatu, una madawa ya kulevya. Una bange, una marijuana, una miraa na mirungi, vitu vyote vya namna hiyo, madawa ya kulevya. Unafanya nini sasa? Huwezi kusema nibatizeni alafu hivi vitu vyangu naendelea kuvitunza na angalia utaratibu mwingine. Haiwezekani. Ni lazima ufanye toba, upige magoti, Mungu akusamee uchafu uliokuwa unaufanya, alafu unasalimisha hayo yote uliokuwa nayo, yanachoma moto, na sasa unaenda kuwa tayari kwa ubatizo. Sasa umeshaziona hizo hatua tatu ambazo, ama vigezo vitatu au sifa tatu ambazo mtu anapaswa afikie kwanza kabla hajabatizwa. Hebu ni kurejelee tena ili ujue na maanisha nini. Jambo la kwanza nimesema ni lazima injili imfikie huyu mtaradhia wa ubatizo. Kabla hujabatizwa, tunatarajia uwe na falsafa mpya ya maisha. Unahitaji kuwa na mtindo mpya wa maisha. Ni lazima ufundishwe kuhusu Mungu. Jambo la pili, uwe na uwezo wa kuamini kile ambacho unafundishwa. Kubali, amini. Na jambo la tatu, baada ya kukubali kile unachofundishwa, fanya toba. Yale ambayo umegundua ulikuwa unakwenda kinyume na neno la Mungu, unafanya toba. Sasa swali na kuuliza mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, katika hizi sifa tatu, ya kwanza kufundishwa, alafu ya pili kuamini, na ya tatu kufanya toba, je, unafikiri watoto wachanga wanaweza kubatizwa? Je, wanaweza kubatizwa watoto wachanga? Je, watoto wachanga unaweza kukaa nao ukaendesha mahubiri ya siku 5, siku 10? Unamfundisha mtoto mwenye mwezi mmoja, miaka 2, unamfundisha kisa cha msalaba. Je, anaweza kuelewa? La hasha, hawezi kuelewa. Jambo la pili, unaweza ukamuuliza mtoto mchanga kama ameamini, amekubali hicho ambacho ulikuwa unamfundisha, kwa sababu ubatizo ni tendo la hiari ambalo mtu baada ya kumwelewa Mungu, baada ya kutambua makosa aliyokuwa anayafanya, anaamua kwa hiari yake kwamba hapana, nahitaji kusahihisha njia zangu. Sasa nahitaji nimpokee Mungu katika maisha. Je, mtoto mchanga anaweza kuamini? Anaweza kucomment kwa kile ambacho unamfundisha? Hapana, la hasha, hawezi. Na jambo la mwisho, je, mtoto mdogo anaweza kufanya toba? Je, anajua kwamba kuna mambo ambayo alikuwa anayafanya yanakizana neno la Mungu? By the way, mtoto alikuwa anafanya nini ambacho useme kwamba alikuwa anakosea, anaenda kinyume na neno la Mungu? Mtoto anachojua ni kujisaidia, ni kunywa na kunyonya, biashara imeisha, na kulia. Hawezi kujivalisha, hawezi kujua kama kuna chooni, hawezi kujiongea. Kwa hiyo watoto wadogo hawezi kufundishwa injili, hawezi kuamini, hawezi kufanya toba. Kwa hiyo watoto hawabatizwi. Katika sehemu hii ya pili ya somo letu tumeshajua ni nani anayeweza kufaa kwa ubatizo. Ni vigezo gani ambavyo mtu akikidhi anaweza kufaa kwa ubatizo. Hitimisho, wanaoweza kubatizwa ni wenye akili timamu zilizokomaa, ili waweze kuzibeba hizo hatua tatu zinazowaandaa kwa ubatizo. Kama ulibatizwa ukiwa mchanga, maana kuna wengine wanasema nilibatizwa nikiwa mtoto mchanga, walinibatiza wazazi wangu. Sasa sikiliza, kama ulibatizwa ukiwa mtoto mchanga, ni dhahiri kuwa neno la Mungu halifundishi hivyo, na mzazi aliyekufanyia hivyo alikukosea, maana alijitungia huduma ambayo katika neno la Mungu haipo. Biblia haifundishi wala haiagizi kuwabatiza watoto wachanga. Sasa hili ni kati ya mambo ambayo sasa, kwa kuwa na akili timamu, unahitaji kulisahihisha unapojiandaa kumpokea Yesu anayekuja upesi. Sasa sikiliza, Yesu alipoletea watoto wachanga, yeye alifanya nini? Yesu alipoletea watoto wachanga alifanya nini? Kitabu cha Mathayo sura ya 19 na lile fungu la 13. Hebu tazama neno la Bwana linavyosema. Kitabu cha Mathayo sura ya 19
aya ya 13 anasema, ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Watoto wadogo tunawabariki, tunawaombea baraka wanapoendelea kukua, ili wakiwa watu wazima Mungu aendelee kuwaongoza, wamchague yeye watakapokuwa watu wazima. Kwa hiyo tunaweka mikono juu yao, tunawabariki, kuwaweka mikononi mwa Mungu. Lakini kwa habari ya kuwabatiza, ubatizo ni tendo la hiari ambalo unachagua ukiwa na akili timamu. Yaani unaujua msalaba, Kristo alichokifanya pale msalabani, unajua maisha ambayo unapotoka, na unajua kwamba Yesu anakuja tena. Alafu unasema, nazikataa njia za dhambi za ulimwengu, na mchagua Kristo ili nijiandae kumpokea anapokuja upesi. Bwana akubariki, Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Ninaamini utafanya matengenezo. Kama ulibatizwa utotoni ukiwa mtoto mchanga, hukujua kama unafanya nini, sasa una akili timamu, mchague Yesu kwa hiari, maana nataka umchague ukiwa na akili timamu. Bwana awe pamoja nawe. Karibu tena katika vipindi vingine katika chaneli yetu hii ya Umwendo Gani Nyumbani. Mungu awe pamoja nawe. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Hebu tuombe tunapohitimisha kipindi chetu. Baba Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi tena katika siku ya leo, ambapo tumejifunza sehemu ya pili ya somo letu linalohusu ubatizo. Asante kutufunulia maarifa haya, lakini tunaomba Roho wako atusaidie kuamini, lakini pia atupe nguvu kufanya matengenezo. Umsaidie mtazamaji na msikilizaji, ikiwa unajua alikosea mahali na yeye anatambua hilo, shurutisha moyo wake ili afanye matengenezo. Usiruhusu Bwana yeyote atakaye sikia masomo haya alafu akapoteza nafasi yake uliyomwandalia katika ufalme wako. Tupatie moyo wa kulikiri na kuliamini neno lako. Tukutanishe tena wakati mwingine kwa kipindi kingine, katika jina lake Yesu tunaomba, amen. Wimbi la damu ya Yesu linatutakasa, aliumbia kusudi tupate uzima. Wimbi la damu naona naingia natakaswa, Bwana asifiwe sana.